tulikozaliwa, sio tulikotoka. Wote ni makabila ya Kristo. Lakini kinachoshangaza, tunapokuwa ndani ya kanisa tunaanza kuweka makabila. Huyu ndio kabila langu, ndio nitakuwa naye. Huyu na ujuana naye wa njia moja. Haleluya. Hao wa njia moja, tunakuwa watu wa njia moja. Lakini Kristo ametuunganisha wote. Hauhitaji kuwa na makabila. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua, mimi najua ni kabila nilozaliwa, najua ni kweli nimetoka kwenye hiyo kabila. Lakini nikiwa ndani ya Kristo, hiyo kabila haihitajiki. Linalohitajika ni kabila moja tu la Yesu. Haleluya. Tunatakiwa tuwe kabila moja la Kristo. Hatuhitaji kwa nini makabila? Hayo ndio yanaharibu mwili wa Kristo. Ubaguzi wa makabila ndio yanaharibu mwili wa Kristo, kwa sababu wale kabila moja wanakuwa wao, ambao kabila tofauti wanajitenga wenyewe. Lakini tukifikia hatua ya kwamba sisi wote ni kabila moja, ndio tumezaliwa katika kabila ile, lakini ni kabila moja ambao ni kuu, ni la Kristo, hapo tayari tutakuwa tumeujenga mwili wa Kristo. Lakini tukileta makabila makanisani, hakika tunabomoa mwili wa Kristo. Hautakuwepo mwili wa Kristo, tunabomoa kabisa, unaisha. Haleluya. Kwa jua unayemwona, hata kama usio kabila lako, jua wewe ni kabila moja la Kristo na ni wa thamani. Wewe unayemwona ni bora, wewe unayemwona ni au unatakiwa umsaidie, umwangalie. Tusiangalie makabila, tusibaguane, tusitazamane namna tulivyo. Tutazame namna ambayo ukombozi ulifanyika ndani yetu. Tutazame Kristo vile alivyotukomboa akatuingiza wote kwa kabila moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Kama unaelewa, piga makofi, mshangilie Yesu kama tuko pamoja. Na pia hapa wengine tunaangalia wenye nacho na wasio nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ambayo yanaua kanisa, yanaua mwili wa Kristo. Wale nacho wanakuwa peke yao, wanajitenga. Sisi ni kundi fulani, kwa sababu tuna kidogo, tunajiweza, tunajitenga, tunakuwa wenyewe. Wale ambao wenyewe wanajijua kwamba sisi hatufikii, na wenyewe wanajivuta nyuma. Haleluya. Kwa nini yanatokea hayo? Sisi ni mwili wa Kristo. Niwe nayo nisiwe nayo, bali ni mwili, kujenga mwili. Kwa ni mambo ambayo yanaua mwili wa Kristo. Wenye nacho wanajitenga, wasio nacho wenye hali zao kidogo zimefifia, na wenyewe wanaenda kufifia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Kwa maana ili tujenge mwili wa Kristo, lazima wote tushikamane. Tuwe nayo, tusiwe nayo, tushikamane. Wote tuwe pamoja. Tuoneshe kama ilivyo umuhimu wa viungo vyako ndani ya mwili wako. Kama jicho lako unapoona uweze kuona jicho hivyo, masikio hivyo, basi ona na mwingine. Kama hana, muone naye ni bora. Ikiwa anaye, basi msaidie. Haleluya. Yaani tukifikia hatua ya kuona kila mmoja awe anayo, awe asiwe nayo, tukawa kitu kimoja, hakika tunaujenga mwili wa Kristo na shetani anakimbia. Lakini tunaporuhusu haya mambo ndani ya mwili wa Kristo, shetani ndipo anaposhangilia, kwa sababu anajua tayari tunabomoa mwili, tunaomega mwili wa Kristo, tunaomega. Kristo hakufanya hivyo, bali alituunganisha wote tuwe mwili mmoja. Haleluya. Kwa tuone kwamba hivyo viungo vina muhimu ndani ya Kristo. Muone mwenzako, mtazame jirani yako, mwambie wewe ni wa muhimu ndani ya Kristo, ili tujenge mwili mmoja. Umwambie sasa hivi, mwambie wewe ni wa muhimu. Yaani vile ulivyo, uwe unayo, uwe hauna, wewe ni wa muhimu, kwa sababu tunakamilisha mwili wa Kristo. Tunaujenga mwili wa Kristo kwa nguvu zote. Umwambie. Tunaenda kusoma kitabu cha Korinto wa kwanza 12 na mstari 25 hadi 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 12
mstari wa 25 hadi wa 27. Ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kimoja na mwenzake. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Amen. Kwa hiyo unapotakiwa viungo vitunzane. Kama unavyolinda jicho lako kisingie chochote ndani ya jicho lako, au mkono wako, unapojilinda viungo vyako chochote uharibifu usitokee, ndivyo unapotakiwa tulindane ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama viungo tulindane, umlinde mwenzako, unatakiwa umlinde, tutunzane sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Andika mambo kadhaa au vitu vinavyodhoofisha mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Vitu vinavyodhoofisha mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Tunaona hapa kuna migogoro mingi ambayo inatokea ndani ya kanisa. Unakuta kanisa kuna migogoro mingi. Hiyo migogoro inatokea kwa sababu ya kudhoofisha au kumega mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta migogoro mingi, huyu kamsema huyu, huyu kaenda huyu si kafanya nini? Yaani vitu vidogo vimejaa. Sasa hivyo vitu ambao shetani anaviingiza kusudi tusiwe na watu wa namna moja. Kusudi tusiwe na watu ambao tuna msimamo mmoja, wenye nia moja, wenye kujenga mwili wa Kristo. Hivyo shetani anaviingiza ndani yetu ili kumwega mwili au kubomoa mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Migogoro hii ambayo inapotokea tunasababisha mwili tunaugawa. Mwili wa Kristo tunaugawa, tunakotakata vipande kabisa. Lakini tukikataa migogoro isitokee ndani mwetu, hakika tunakuwa tunaujenga mwili wa Kristo na tutamwona Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kunaombea mwingi. Yaani umelitoa hapa, umelipeleka hapa, umelipeleka pale. Tayari. Yaani inasababisha kumega mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Umbea sio mzuri makanisani. Yaani unaposikia jambo la mwenzako, unapolisikia, wewe unasikia unatakiwa uingie magotini. Piga magoti mbele za Mungu, mwambie Mungu, hili nililosikia nahitaji mtu umsaidie, umwezeshe. Sio kwamba sasa umelisikia unatafuta ndugu yangu, unajua kuna hili na nini limetokea, limeenda hivi, limerudi hivi. Tayari tunabomoa mwili wa Kristo. Hasa wanawake tunaombea mwingi, midomo yetu